Asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu huyu mheshimiwa Mary wa Maua amenituita na hao viongozi mambo ya elimu ya watoto wetu. Tulikuwa hapa mwaka uliopita na tumerudi tena kwa sababu tunataka hao watoto wetu wasome. Na hao watoto wetu lazima tufanye kila juhudi kuhakikisha ya kwamba kila mtoto amepata nafasi ya kusoma. Hata wale ambaye wazazi wao wako chini kwa mapato, lazima tuhakikishe hao watoto wamepata nafasi ya siku moja kujisimamia na kuja kuwa baraka kwa watoto, kwa wazazi wao siku zao za hapo mbeleni. Na ndio saa ile mimi naongea mambo ya usawa ya kugawa mali, ni mambo ya watoto. Sisi tukiongea mambo ya one man one vote one shilling, hatusemi tunyang'anye wengine tupatie wetu. Na hiyo mambo si ya Mlima Kenya peke yake, ni ya Kenya nzima. Na ile tunaongea unfairness, tunasema mtoto wa Maragwa, mtoto wa Wajir, mtoto wa Turkana, mtoto wa Migori, mtoto wa Laikipia, wote wakuwe sawa. Hiyo tu ndio tunasema. Kama mtoto ya Maragwa anapewa 20,000 ya basari, wa Garissa apewe 20,000. That is all. Na kuongea namna hiyo kuna mtu tumetukana? Tunasema watoto hao wote ni wetu. And every should be treated fairly. Tunasema kama ni borehole tunachimba, tuangalie one borehole serves how many people. Pahali iko Roiro iko watu 800,000, iwekwe borehole ya kusafu watu 800,000. Pahali iko watu 30,000, iwekwa borehole ya kusafu watu 10,000. Sasa tukisema namna hiyo kuna mtu tumekosea? Kuna mtu tumekosea? Na tunasema hii watu kuwa wengi hakuna makosa, na watu wasilaumiwe kwa sababu ni wengi, kwa sababu hiyo ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hata ukienda hapa Kamiti prison iko watu wengi, na sijasikia mtu amesema wale wengi wafunguliwe waende nyumbani. Imekuwaje saa ile tunasema tugawe mali iko shida? Kama iko shida ya kugawa mali kwa usawa, hata Kamiti tuende tuangalie nani yako huko, nani yako huko. Wale wako wengi wafunguliwe waende nyumbani, linganishwe. Si iko namna hiyo? Yeah. And this is not a formula for Mount Kenya region. It's a formula for the entire republic. Na mimi naomba viongozi wetu wale pahali watu wako wengi. How can you oppose a formula that is good for your people? Utapinga namna gani na wewe umechaguliwa na watu? And how is it that kusema tugawe kwa usawa, it is tribalism? It is simply being reasonable. It's a good argument. So tumekuja kwa sababu ya watoto. Na mimi niseme vile viongozi wamesema hapa, wacha tukuwe na amani katika Jamhuri ya Kenya. Wacha tupendane. Wacha tuache kelele na vurugu. Hivi vijana yetu JNZ na wengine tumewasikiza. We have heard you, our children. We have listened to you and you have a point. Lazima musikizwe. Hata sisi tumebadilisha maboma zetu. The way mimi nilelewa ni tofauti na vile tunalea watoto. Siku hizi unasikiza watoto, huwezi kutoa tu amri kwa nyumba. Watoto siku hizi wanasikizwa. So we want our young children, the teenagers, you have knowledge. Na sisi wazee kidogo tuko na experience. Wacha tuketi, tuunganishe your knowledge and our experience, tuweke pamoja. It is good for this country. It's good for this country. And I am thankful, at least when I made an address, nikauliza vijana, vile rais amesema tuachane na finance bill, wawache furugu, walinisikiza. Especially for this region yetu ya Mlima, there were no issues.
I want again nikiwa hapa Murang'a kuuliza Wakenya wote, now that the president has agreed, we engage, tuanze kuongea, tulete maneno chini. Our young people, we have heard you, we'll engage you. You have some valid points. We'll also share with you what we know. We put it together with what you are suggesting. We come up with the best formula. This is our country, and we have no other country. Please, tungetaka kuona, nimeona kwa mitandao wanasema next week, tuachane na hiyo maneno. President has already started a process of consultation. Yesterday alikuwa na Catholic bishops, amewasikiza. Leo amekuwa na bishops ya AIPCA, anawasikiza, which is good, because the church is the conscience of the nation. And now that the president has started that engagement with the church leaders, tuendelee na hawa watoto wetu na viongozi, and we'll come up with a good country. And I have no doubt in my mind, our president has heard the people of Kenya, and he has already started the process of consultation with the people of Kenya, with the leadership, so that we have a peaceful country and we can get development. Na mimi kazi yangu ni kumsaidia rais, na hiyo kazi mimi nafanya. Na niseme, those of you who did not believe in President William Ruto in the last election, and it looks like now you have decided that you are wrong and you want to support him, please come and support him. But when you come, don't come to lecture those of us who supported him. Because nimeona viongozi huko walikuwa wameketi juzi. They never believed in President William Ruto. They did everything to stop him from being president. Now that they think he is a good president and he should be supported, they want to lecture us on how to support President William Ruto. Please, kujeni pole pole. Si ndio? Kujeni pole pole. Ati wanatuambia tutoke kwa serikali. Si serikali ni yetu. Sisi ndio tuliunda hii serikali. From this region, we put 47% of our vote. Then you muko pale mumekutana wabunge mkitetea mtu wenu, which is okay. Mnaanza kutuambia sisi tutoke. Serikali yetu mnatuambia tutoke, na nyinyi mmekuja juzi. Si wamekuja juzi? Kujeni pole pole. Come and understand us. And you know those leaders wanajaribu kuniambia, oh, fanya kazi namna hii, usiongee hii. They cannot advise me because they don't know. If they take time to listen, when President William Ruto was presenting me to the people of Kenya and his running mate, he made a speech. He said the man I have chosen is passionate about people issues. That's what he said. He knew me. Alisema the man I have chosen is truthful. Alisema namna hiyo. So nyinyi, because hamkuwa na sisi, you don't know. Now that you have come, take time to understand me and understand how we related with my boss when he was speaking me. He interrogated all those things. And I have not changed, and I cannot change. I am passionate about people issues. And the president said it. Look for that speech and listen to it. So you cannot come just the other day and purport to tell me how to do my job. Kazi yangu ni kusaidia rais. Na njia moja ya kumsaidia ni kuweka masikio kwa wapi? Nikisikia vile watu wanasema ninamwambia. So wawa nimeona mmekutana, it's okay, come and support the president, support the government, but don't think you can come and replace us. Just come and join. Politics is a game of mathematics, and we do the mathematics of addition, not subtraction. Hamkuwa mnaona rais kama anaweza. You did everything to stop him. Tukamshinda. Sasa vile yako kwa kiti mmekuja mmekimbia. Sisi tutasongea nyinyi kidogo, lakini si ati mkuje ati mtutoe. How? And telling us ati to leave. How? You have just come. You know, there are some things that are very amusing. Nyinyi hamkupigia rais kura. Mulikuwa mnampiga na kusema hawezi na kuita yeye mwizi. You called him all sorts of names.
mkamharibia jina, mkazunguka kila pahali. Saa ile ameshinda, mmekuja. Ni sawa na tumekaribisha nyinyi. Lakini mnataka kuambia wale walikuwa pale waliunda hiyo serikali ati wao ati watoke. This is our government. Mkiona hamutaki kuketi tukiwa ndani, si mkae pahali mlikuwa. You must be comfortable with us because we are part of that government. Even if you don't like us, even if you don't like our language, even if you don't like our region, the reality is we formed that government. So if you have decided you want to support that government, you support it the way it is. Because tukitengeneza hukuweko. And I want to say, we have no problem with anybody. But we will remain true to the president and the people of Kenya. Hakuna siku mimi nitamdanganya rais ama watu ya Kenya. At 59 years, I cannot change my character. It's too late. Ati nibadilike nianze mambo ya uongo and psychophancy na kupiga makofi. I cannot. It's too late. You just accept me the way I am. Si ndio? Si rais alinikubali vile nilikuwa. So mimi niko hapo. So wale wageni wote mmekuja, watu ya Northeastern, karibuni kwa serikali. Watu ya Pwani, kama mmepima mmeona rais ni mzuri, join us. But there is no way you can replace us. You can only join. And I'm sorry if you feel uncomfortable when we are there. There is simply nothing you can do because we are part of government. And this is our government. Tulizunguka tukafanya kazi mingi sana tukimtetea Rais William Ruto. Nyinyi mlikuwa mnampiga. You called him all sorts of names. You are nowhere. You mobilized the resources across your regions. President got less than 20% in your regions. Here we gave him 87%. And then you want to come and abuse us in our own government and try to lecture us on how to govern. If you wanted us to govern in a certain way, you should have been there at that time we formed the government together. Then mungekuja mchangie manifesto yetu. Then you would have taught us about the leadership style. My leadership style is informed by being truthful and honest. Again, it is informed by listening to the people. And we cannot change. So mkuje pole pole. Nyinyi semeni yenu vile mnataka kusema. Make your own decisions, make your own proposals. But you know that this is our government. You come and stay with us and get used to us. Mtuzoee tu. Vile tuko. So sisi tuko pale, tunamsaidia rais na tutaendelea. And the way to help our president is also to advise him truthfully and honestly. Again, the way to have good governance is to listen to your employer, the people of Kenya. And we'll continue to listen to them. As we go around the country, tunawasikiza, tunakubaliana. This is the way we want to be governed. Tuna adjust here and there, tunatengeneza. Let us give the president a chance to complete consultation with those stakeholders, with the young people, with the church people, with business people. We have got a good country. We have got a good government. I'm sure things will stabilize soon, and we should be able to be on a good trajectory path of national development, and our president and the rest of us who are in government. Mimi ningetaka niseme hii maneno ya wabunge. I also want us to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa si mtakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatie nafasi wafanye kazi. Ati nguo. Onako mundu ni aterethete ri. Riu ungigitidoke mugiririo giri arute wira na wina ake miaka 3 ukurutirwo wira no. Nataka kuuliza watu wetu wote, especially from this region, au wabunge wetu tuwapatie nafasi watufanyie kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha, hakuna haja. Tuwasaidie wabunge wetu. And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA,
sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni 2 ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not, tusiharibie watu majina. Hakuna haja. You know, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba alipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina, tupatie wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemsikia, so next time when they vote, si wamejua vile mnataka kusema, they will listen to you. We kama heti ati oru na wekate. Yeah, let us allow our members of parliament, give them an opportunity to serve them, to serve you, because nyinyi ndio mliwachagua, and there is no need to destroy their property. There is no need to intimidate them. There is no need to call them names. Let us allow them a chance to serve, and you will have an opportune time, at the right time, to decide whether they performed or not. And at the ballot, you can make a very good decision that is not violent, that is not vulgar, that is dignified. Mutafanya hiyo uamuzi ndio tuweze kuendelea.